Kwa hiyo tulifuatilia, na ndio maana tumetoa wito kwa mkuu wa wilaya kulifuatilia hili jambo, kwa sababu moja ya kwamba tumebaini kuna changamoto ya kuwapa vijana bajaji ambazo vifaa vyake havipatikani, lakini pili tumebaini kwamba kwenye ununuzi kulikuwa na mkanganyiko wa thamani halisi ya zile bajaji, lakini tatu uongozi ule uliokopa vile vifaa umeshabadilishwa. Naamini tunaye mkuu wa wilaya mzuri sana, mwadilifu sana. Kulitokea changamoto kwenye chama cha mabajaji na uchaguzi ukafanyika. Sasa kuna viongozi wapya wanataka wasonge mbele na vijana hao vijana zaidi ya 2,000 wapate kuinua hii sekta. Sasa idara ya maendeleo ikawaambia wale vijana hawawezi kupata mkopo tena. Vijana jambo angalieni, vijana zaidi ya 2,000 wanaambiwa hawawezi kupata mikopo, na waliofanya hayo makosa na mkanganyiko ni uongozi uliopita, wanakuja kuhukumiwa hawa. Kwa hiyo tulipata hayo malalamiko, tuliyafanyia kazi. Ukumbuke umoja wa vijana ni taasisi, tukapeleka kata kwenye vikao, lakini tulitumia njia nyingi na badala kuhakikisha hawa vijana wanapata suluhu, kwa sababu ni haki ya kila kijana kupata mkopo. Lakini kumetokea changamoto kubwa. Idara ya maendeleo ya jamii wanasema hawapati mikopo, lakini hiyo mikopo imesababishwa pia na idara ya maendeleo ya jamii. So nini wawape nani? Wanajua kabisa vifaa vinavyopatikana hapa mkoa wa Rukwa ni vya TVS. Wao wameleta bajaji ambazo vifaa vyake havipatikani. Lakini mkuu wa wilaya tunamtaka mkuu wa wilaya na kumuomba, ni kaka yetu, lakini ni mtu mwadilifu na ni mchapakazi. Tunaamini kwenye jambo hili atatuletea ufumbuzi ulio sahihi, kwamba kwa nini changamoto hizi zinachukua muda mrefu. Na niseme tu kwamba sisi kama Chama cha Mapinduzi ni watu ambao tunakuwa responsible sana katika kuhakikisha changamoto za vijana zinatatuliwa. Kwa hiyo niombe idara ya maendeleo ya jamii ikae chini, imalize huu mgogoro. Na bajaji zenyewe wameshalichukua manispaa, na zile bajaji zipo pale manispaa. Sasa hivi inaenda mwaka wa 2 sasa wa 3. Zipo pale manispaa. Ndugu mwandishi wa habari, ukienda manispaa pale utazikuta wamewapokonya. Lakini kama wamewapokonya hawa vijana, wamewafungia wasipate tena mikopo kwa makosa ya watu wengine waliofanya. Na kwa hiyo vijana ambao ni wa chama cha mabajaji ndani ya manispaa hawapati haki ya kupata mikopo kwa sababu ya uzembe wa watu fulani. Kwa mimi naamini hili jambo litatatulika, na moja ambayo tumechukua kama moja vijana hili jambo tumechukulia kwa uzito. Niombe na niendelee kuomba kwamba tunaheshimiana na mheshimiwa mkuu wa wilaya na ni mtu makini. Narudia kwa sababu ni kwenye hotuba nimemtaja mara nyingi kwa wilaya, ni mchapakazi, na yeye haya mambo yote yapo chini yake, na nini atachukua kwa uzito mkubwa. Lakini tunaye mkurugenzi mzuri, dada yetu Pendo, ni mtu mchapakazi na ambaye anasikiliza vijana. Tunafanya naye kazi sana vizuri, ni kati ya wakurugenzi bora sana. Tunaomba kwenye idara hii ya maendeleo ya jamii basi akae nayo chini, aone namna gani ambavyo watamaliza huu mgogoro na vijana. Lazima tukiri yapo makosa kwenye idara ya maendeleo ya jamii. Yapo makosa na lazima hayo makosa yatatulike, na ili tuweze kusonga na sekta ya usafirishaji iweze kusonga mbele. Mimi binafsi nimezungumza na mkurugenzi mpaka tukawaomba bwana, tukajaribu kuomba kwamba labda kama ni lazima tulipe ndio tupewe fursa, basi watukopeshe bajaji ambazo zinaendana na mazingira, ikiwezekana hata 15. Sisi atakayekuwa anataka kuchukua bajaji kwetu, tutatumia utaratibu ambao tunatumia benki ya CRDB. Tutamwambia njoo na 2,000,000, akishaleta hiyo 2,000,000 tutalipa kwenye deni, halafu mfululizo wake wa malipo ya kawaida tutamwekea mazingira mazuri, atalipa polepole. Muda wa mkopo tuliopewa tutakuwa tumemaliza kulipa deni, lakini tutakuwa tumemaliza kulipa na deni la awali. Tuliwaambia hivyo, lakini wakatutaka kwamba sasa tuchukue zile fedha tuweke kwenye tulipe deni, halafu hatujadili jambo lile. Pia tukaona litatushinda. So tukilipa fedha, mwanachama anapoleta fedha tulipe, anatarajia tumwambie bajaji itatoka lini.